kufuatia maelekezo aliyotoa Mheshimiwa Waziri Mkuu tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka huu akiwa kwenye ziara yake mkoani Dodoma, ambapo kimsingi alituagiza sisi mkoa pamoja na mamlaka zinazohusika kuchukua hatua kali na za kisheria dhidi ya yule muuguzi ambaye alikutwa nyumbani akifanya operation kwa mgonjwa kinyume na sheria ambaye anaitwa Jeremia Segeza. Sasa tumewaita leo hii tuweze kuwapa taarifa ya jambo hili ili muweze kulifahamu kwa uzito wake, ni hatua gani zilikuwa zimechukuliwa na nini kinachoendelea mpaka sasa, ili tuwe na uelewa mmoja wa jambo hili. Ndugu wanahabari, naomba niwataarifu kwamba tarehe 22 mwezi wa 2 mwaka 2026 ofisi hii ya mkuu wa mkoa kupitia idara yetu ya afya, ustawi wa jamii na lishe ilipokea taarifa kuhusu tuhuma za mtumishi huyo Bwana Jeremia Segeza ambaye kwa cheo cha kitabibu ni msaidizi wa afya mkuu wa kwanza ambaye yupo wilaya ya Urambo, na kimsingi alikamatwa akitoa huduma za upasuaji nyumbani kwake katika eneo la Mabatini nyuma ya stendi ya mabasi kule Urambo bila kuwa na sifa, leseni, usajili wala miundombinu stahiki ya kufanya ule upasuaji. Mnajua hili ufanye upasuaji kuna vigezo ambavyo kisheria vinatakiwa utimize kabla ya kufanya upasuaji. Sasa ndugu wanahabari, baada ya kupokea taarifa hiyo ambayo kama nilivyosema tulipokea tarehe 22 mwezi wa 2 2026, ofisi ya mkuu wa mkoa iliunda timu maalum ambayo iliongozwa na mkuu wa sehemu ya afya, ustawi wa jamii na lishe ambaye ni mganga mkuu wa mkoa, niko naye hapa na kuweza kwenda Urambo kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tuhuma hizo. Na timu ilipofika ilithibitisha kwamba mtuhumiwa alikuwa ametekeleza shughuli hiyo ya upasuaji kwa mgonjwa ambaye anajulikana kama Bi Juliet Feruzi Hamadi. Huyu ni mwanamke mwenye miaka 25, mkazi wa Mabatini Urambo, na huo upasuaji ulikuwa unafanyika nyumbani kwake huyo muuguzi ambaye anaitwa Jeremia Segeza. Lakini uthibitisho huu ulitokana na kupokea taarifa kutoka kwa mashuhuda waliohusika katika kwenda nyumbani kwake na kushuhudia tukio hilo alilokuwa akitekeleza, ambapo miongoni mwao alikuwa pia ni mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Urambo, lakini pia wataalamu wa afya kutoka timu ya afya ya halmashauri ya Urambo na hospitali pamoja na mgonjwa mwenyewe Bi Juliet Feruzi Hamadi. Kwa hiyo huo ugunduzi ulitokana na utaratibu wa kawaida wa serikali kufuatilia utoaji wa huduma katika halmashauri zetu. Kwa hiyo katika ufuatiliaji basi haya yakagundulika. Sasa ndugu wanahabari, bila kuchelewa sisi mkoa tulimwandikia mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Urambo maelekezo achukue hatua za haraka dhidi ya mtuhumiwa kwa maana ya hatua za kisheria na za kinidhamu, lakini kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni za utumishi wa umma, sababu ndio misingi mikuu inayotuongoza kwenye utumishi wa umma kufanya kazi. Na naomba nitoe taarifa kwamba hadi sasa mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Urambo amezingatia kikamilifu maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na mtumishi ameondolewa kazini, na atazingatia kikamilifu taratibu za kiutumishi kwa uharaka wa jambo hili kwa mujibu wa sheria za utumishi wa umma kuweza kuhitimisha utumishi wake. Lakini hatua ya pili ambayo ni kubwa zaidi, tayari niwaambie kwamba kosa hili alilokutwa ni la jinai, na tayari jeshi la polisi limekwisha kamilisha uchunguzi, na nimeshirikiana na kuwasiliana na mwendesha mashtaka wa mkoa. Tumekuwa tunafanya kazi kwa pamoja na tayari ofisi yetu ya mwendesha mashtaka wa mkoa imekamilisha kazi yake ya uchunguzi wa jalada ambalo jeshi la polisi liliwasilisha kwake, na jana mtuhumiwa amefikishwa mahakamani na amefunguliwa kesi ya jinai namba 4964 ya mwaka 2026, na amesomewa shtaka la kufanya kazi za utabibu bila kibali. Hilo ndilo kosa lake ambalo serikali inamchaji, na kesi yake itatajwa tena tarehe 18 mwezi wa 3 2026. Lakini ndugu wanahabari, naomba niwaambie tu kwamba kama mnavyofahamu
serikali yetu inaongozwa na sheria, na kwa namna yoyote hatuwezi tukamwonea mtu kwa namna yoyote. Tunazingatia sheria na taratibu za utumishi wa umma. Kwa hiyo mtumishi wetu anapofanya kosa, watu tunakuwa makini na tunafuata sheria ili tusimwonee mtu. Lakini kwa hili, kwa hatua ambazo tayari tumeshachukua, tayari imeonekana kwamba huyu mtumishi amekiuka kwa kiasi kikubwa sheria na taratibu za utumishi wa umma. Na ndugu wanahabari, naomba niwaambie tu kwamba mtumishi anayeshtakiwa kwa kosa la jinai mahakamani lazima pia hatua za kiutumishi zichukuliwe pia. Isipokuwa kwa utaratibu wetu huwa hizi hatua zote kwa pamoja huwa haziendi sambamba. Kama tumempeleka mtumishi mahakamani, huwa zile taratibu za kimahakama tunasubiri, na baada ya hapo tunaendelea na taratibu za utumishi wa umma. Lakini mfahamu kwamba mtumishi anapopelekwa mahakamani ni hatua ya hali ya juu kabisa, kwa sababu wakati mwingine tungependa tuyamalize kiutumishi, lakini akishapelekwa mahakamani hilo ni kosa kubwa na ni hatua kubwa sana kwenye utumishi wa umma. Nimalizie kwa kutoa wito kwa wanajamii kuisaidia serikali kutoa taarifa kwa mtu yeyote anayetoa huduma za afya zikiwemo za upasuaji kinyume cha sheria, ili hatua ziweze kuchukuliwa kulinda maisha ya wananchi wetu. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi kuepuka kabisa kwenda kwenye nyumba za watu binafsi, yani tunaweza tukaita sasa hivi ni vituo bubu, kwa lengo la kupata huduma za afya. Badala yake waende kwenye vituo vya afya, waende zahanati na hospitali ambazo zipo nyingi na za kutosha. Kuanzia ngazi ya vijiji mtazikuta kule, kwenye kata zipo, kwenye wilaya hadi mkoa. Ndugu wanahabari, pale Mabatini ambapo amekutwa huyu muuguzi anatoa hii huduma batili, ni kilomita 1 tu kutoka hapo alipokuwa anatoa huduma hadi kwenye hospitali yetu ya wilaya. Lakini kutoka hapo hadi zahanati, nimeambiwa kuna zahanati ya Kamsekwa ni kilomita 1. Ni kilomita 1 tu kufika kwenye zahanati kwenye kituo alichofanyiwa. Ukitoka kwenye hicho kituo alichofanyiwa huduma hadi kwenye hii zahanati ya Kamsekwa kuna kilomita 1. Kwa hiyo utaona mwananchi mmoja anao wajibu. Kama mwananchi wewe unakwenda kwenye kituo bubu kwa mtu ambaye hana sifa, basi ujue unatukosea sana. Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa wa kutuletea vituo vya afya, zahanati, hospitali kila kona. Serikali imefanya kazi kubwa ya kuweka huduma bora kila kona. Ndugu wanahabari, kwanza kabisa naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Katibu Tawala wa Mkoa kwa kunipa nafasi hii ya mimi pia kutoa maelezo machache kuhusu mtumishi aliyefanya makosa ya kiutumishi. Mnamo tarehe 21 mwezi wa pili 2026, mtumishi Jeremia Segeza alikutwa na kosa la kufanya huduma za kitabibu nyumbani kwake na za upasuaji, na yeye kicheo, yeye ni mhudumu wa afya msaidizi. Na baada ya tukio hilo basi tulimpeleka kituo cha polisi, na baada ya hapo tarehe 23 mwezi wa pili 2026 tulimuondoa kazini kwa kumsimamisha kazi pamoja na mshahara wake. Lakini pia upelelezi ulipoendelea pale kituo cha polisi, mtumishi aliweza kufikishwa mahakamani. Lakini pia tarehe 6 mwezi wa pili 2026 mtumishi ameshaweza kusomewa mashtaka yake. Lakini sasa sisi kama halmashauri tunaendelea tu kuhitimisha zile taratibu za kisheria za kumaliza utumishi wake. Mtumishi anapotenda kosa la kinidhamu anaanza kufunguliwa mashtaka kwa upande wa kinidhamu, lakini huyu moja kwa moja ametenda makosa ya kijinai, na ndio maana tumemshtaki kijinai na sio kinidhamu. Lakini pia kinidhamu bado pia kuna taratibu za kiutumishi
zinaendelea kufanyika za kuhitimisha utumishi wake. Na watumishi wa aina hii wapo ambao wamekaa muda mrefu kwenye kituo cha kazi, ndio wanaoendelea kufanya tabia hizi mbaya, kwa kuwa wanakuwa na uzoefu mkubwa wa mazingira, hivyo wanafanya kazi kwa mazoea. Mtumishi huyu Jeremia Segeza ana miaka 57, kwa hiyo amebakiza miaka mitatu kustaafu, na kwenye hospitali ya wilaya Urambo amefanya kazi kwa zaidi ya miaka 28. Hivyo ndio maana ameweza kufanya hata majukumu ambayo sio ya kwake, na ametempt kujipatia labda pesa kwa namna ya udanganyifu. Lakini pia sisi tunawashukuru sana watumishi wananchi wa Urambo kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali kwa kuripoti hivi vitendo viovu ambavyo vinafanywa na watumishi wetu wa serikali, hasa kwa sekta ya afya. Hivyo basi tunawaasa waendelee kutupa ushirikiano ili na sisi tuendelee kuchukua hatua na kukomesha tabia hizi. Nitoe wito kwa watumishi wote wa afya, wa sekta ya afya katika mkoa wa Tabora. Tunajua wanafanya kazi, wengi wanafanya kazi vizuri sana na wameweza kuokoa maisha ya watu wengi, lakini kuna watumishi baadhi ambao wanakiuka sheria, taratibu na kanuni za utumishi wa umma. Ni wasi watumishi wote kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na maadili ya utumishi wa umma, pamoja na kuzingatia miiko na viapo vya taaluma yao ili kuleta imani kwa wananchi. Sekta ya afya iko kwa ajili ya kuokoa maisha. Kwa hiyo ni wasii pia na waganga wakuu wa wilaya zote za mkoa wa Tabora kuwasimamia vizuri watumishi waweze kufanya kazi kwa kuzingatia miiko ya taaluma zao. Pia na mimi niungane kuwasii na kuomba wananchi, serikali ya awamu ya 6 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza sana katika sekta ya afya. Tuna vituo 460, tuna hospitali 16, vituo vya afya 53, zahanati 378 na kliniki 13. Kwa hiyo karibia kila wilaya ina hospitali ya wilaya. Tuwaombe wasiende kwenye kupata huduma kwa sehemu ambazo sio rasmi, na kati uwekezaji mkubwa umefanyika, huduma zimeboreshwa sana, tumepewa watumishi wa kutosha, tumepewa vifaa tiba vya kutosha vya uchunguzi, kwa hiyo madawa yapo. Kwa hiyo tunawaomba tu wananchi wao wanapata huduma katika vituo vya kutolea huduma za afya. Sasa hivi imesogezwa sana karibu na wananchi. Watumishi wa afya waendelee kutoa huduma kwa kuzingatia sheria, taratibu na miongozo ili wananchi waweze kupata huduma bora na waache kukiuka taratibu. Wale ambao watakiuka sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma, sisi kama mkoa na wilaya hatutachoka kuwachukulia hatua. Asante sana.